Sisi kama vijana katika kipindi hiki cha sasa tumekuwa tukikutana na changamoto nyingi sana, na tumekuwa tukikutana na maswali kadha wa kadha, na katika maswali hayo tunajiuliza ya kwamba je, nitahusiana na nani? Je, nitaolewa na nani? Je, nitamuoa nani? Haya imekuwa ni maswali ambayo vijana wengi yanatumiza vichwa. Imekuwa ni maswali ambayo vijana wanajiuliza, wanatafakari, lakini kupata majibu imekuwa changamoto kutokana na mazingira, kutokana na tamaduni mbalimbali ambazo zinazotuzunguka, kutokana na teknolojia, kutokana na vitu vingi na upatikanaji wa information na upatikanaji wa taarifa na kuwa na interaction ya culture, na kutokana na mmomonyoko wa maadili, imefikia wakati mtu anapofika wakati wa kutaka kuoa au kufanya maamuzi ya kutaka kumwoa nani, imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo haya maswali imekuwa yakiumiza sana vijana, aidha ni kijana wa kike au ni kijana wa kiume, na tupo kipindi ambacho tumekuwa tukikutana na walimu mbalimbali. Mitandao imekuwa ni walimu wetu. Unakuta mtu ameachika aidha kwa bahati mbaya au kwa namna yoyote ile, ama yule mtu kuna sumu ama kuna maumivu au kashapitia mahusiano mbalimbali na amekuwa akiumizwa katika namna mbalimbali, na yule mtu anapokuja kutoa ule ushuhuda, na ushuhuda ule unachukuliwa negative na unachukuliwa kwa namna ambavyo inakuja kutuasili sisi katika namna ya kujifunza. Kwa hiyo tumekuwa tumekosa walimu wazuri ambao wanaweza kutuelekeza na kutufundisha njia zipi sahihi tuzifanye. Na naomba niseme hiki kitu ya kwamba haihitaji kuhusiana ama kudate na watu 5 ama 10 ili uweze kuja kupata mtu mmoja sahihi. Hapana. Na katika haya mambo hakuna experience kwenye mahusiano. Hakuna ya kwamba nikidate na mtu A, nikidate na mtu B, ya kwamba itanisababisha kuwa na experience ya kuja kuishi na mke ama mtu ambaye nitakayemuoa. Hiyo kitu haipo. Kwa hiyo katika wimbi la sasa, vijana wengi tumekuwa tukiingia kwenye mahusiano mbalimbali. Una date na mtu A unamwacha, mtu B unamwacha. Imekuwa kama vile mahusiano ama kutafuta mwenza imekuwa kama vile ni bahati nasibu. Imekuwa kama vile ni game, imekuwa kama vile ni mchezo wa bahati nasibu, ya kwamba labda nikihusiana na A, nikihusiana na B, nitakuja nipate mtu sahihi, ambacho hiki kitu si sahihi kabisa. Haihitaji. Lakini nini kinachohitajika sasa ni wewe. Je, upo connected vipi na Mungu wako? Unahitaji mtu mmoja sahihi tu ni ambaye anaweza kukufaa katika maisha yako na katika safari yako ya kuweza kupata mwenza wa maisha yako. Na katika hali hii, vijana kuhusiana na wadada ama wakaka tofauti tofauti, 4, 5, wangapi, ndio inaleteleza mpaka kuja kufikia watu ama vijana kuingia katika uzinzi. Hii ndio tatizo kubwa ambalo sasa mtu umejaribu A, umejaribu B, umejaribu C, umejaribu D, umejaribu mpaka K. Sasa inakuja kwamba je, katika hawa watu wote umepita salama? Ndio tunapoelekea sasa vijana ya kwamba tunaingia katika kutenda dhambi, tunaingia katika uzinzi. Kwa hiyo nini tufanyaje sasa? Zipo kanuni na taratibu, ama tunaziita principle and keys for relationship. Zipo kanuni kabisa, zipo taratibu kama vijana ambazo tunatakiwa tuzifuate tunapoenda kutaka kuhusiana na watu, ama tunapotaka kuingia katika mahusiano, ama unavyotafuta mwenza wa maisha yako. Lakini tuangalie kitu kimoja kwanza. Cha kwanza, vijana wengi, tatizo tulilonalo ni kwamba vijana wengi hatujitambui. Huu ni ukweli ambao haupingiki. Vijana wengi hatujitambui. Ni kweli tumeshafikisha umri mkubwa, lakini swala la kujitambua bado. Vijana wengi hatujui hatima zetu. Vijana wengi hatujui makusudi yetu.
Vijana wengi hatujui kwa nini tupo, hatujui nini tufanye, hatuna mipango, hatuna vision, hatuna dreams. Ni nini naweza kusema sasa? Kwamba endapo kama vijana tukijitambua sisi ni kina nani, kijana ukijijua mimi naelekea wapi, natakiwa kuwa na nani, baada ya miaka 10 natakiwa nifanye nini, mimi nimeletwa duniani kwa kusudi gani, mimi nipo kwa sababu ipi, je, kwa nini unaishi? Hivi ulishawahi kujiuliza maswali kama haya? Je, wewe tu ulitokea tu from nowhere, au kwa nini upo unaishi na kwa nini unaendelea kuexist? Haya maswali tumekuwa tukiyaacha tena kujiuliza, ambayo haya ni msingi ya kuja kuleta mahusiano mazuri yenye afya na yanaelekea kwenye kipindi cha ndoa. Kwa hiyo hiki kitu tumekuwa tukikiacha sana kama vijana. Hatujitambui, hatujui kusudi letu, hatujui tunaelekea wapi, hatujui kwamba kwa nini sisi tupo, hatujui nini tufanye. Kuwa na kazi, kuajiriwa, kusoma, kuwa na degree, kuwa na masters, kuwa na PhD haimaanishi ya kwamba ndio kujitambua, au haimaanishi ya kwamba ndio kujua kusudi lako. Kwa the challenge inakuja kwamba vijana wengi hatujui kusudi. Endapo ukilifahamu kusudi lako, inakuwa ni rahisi sana kuangalia ama kujua mtu gani wa kuweza kuhusiana naye. Ukilijua kusudi lako, ukijua hatima yako, ukijua vision zako, ukijua dream zako, inakuwa ni rahisi sana wewe kukusaidia kujua unahusiana na mtu wa aina gani. Ni rahisi sana kujua utapata mke wa aina gani, utajua utapata mume wa aina gani katika safari yako. Ukijiangalia ndoto zako, ukiangalia purpose yako, ukiangalia kusudi lako, itakusaidia wewe kuhusiana na mtu fulani, itakusaidia wewe kumjua huyu mtu. Je, nikiingia naye katika mahusiano, je, tutafika katika hatima ambayo mimi ninayoiona ndani mwangu? Nikijiangalia ndani mwangu, nikiangalia hatima yangu, nikiangalia kesho yangu, je, yule mtu itakuwa ni chachu ya kwenda kufanikisha hatima yangu?